Kuna watu wanabeti kwa bahati na kuna watu wanabeti kwa akili. Hii ni stori ya kijana mmoja wa Goba, anaitwa Kaboba. Pamoja na marafiki zake Adam na Swedi, waliingia kwenye mchezo wa kubeti, wakiamini kwamba wakitumia akili wanaweza kugeuza maisha yao. Lakini mambo hayakuwa rahisi. Siku moja Kaboba alipata taarifa ya mechi 5 za uhakika. Akasema leo ni lazima tufanye kitu. Akaweka hela yake ya mwisho 5,000 tu. Adam akacheka, Swedi akamwambia mzee, usijaribu bahati yako sana. Lakini Kaboba akatabasamu. Hii siyo bahati nasibu, hii ni hesabu. Dakika za mwisho timu 4 tayari zimempa ushindi. Lakini mechi ya mwisho, Manchester United vs Chelsea, dakika ya 90, bado sare. Ghafla kona, Bruno Fernandes anapaa juu goli. Hapo alifurahia mkeka kushinda, japokuwa maumivu ya kufungwa timu yake Chelsea yalimtesa. Kaboba anaangalia simu yake. Tiketi imeshinda. Jamaa anaingiza milioni 2 cash. Mtaa mzima unafurahia. Lakini hii ndio ilikuwa tu mwanzo wa safari yake. Kadri Kaboba alivyozidi kushinda, ndivyo alivyovutia macho mengi wanawake, washikaji wa mjini na hata wezi wa betting. Lakini je, atadumu kwenye mchezo huu au tamaa itamwangusha? Kaboba alijivunia ushindi wake wa kwanza, lakini alijua kuwa si kila kitu kingekuwa rahisi. Alijua kuwa mchezo wa kubeti una mikakati mingi zaidi ya ile ya kupata tiketi ya kushinda. Alikuwa tayari kujitosa kwenye hali ya juu. Alijua kwamba sasa alikuwa sio tu kijana wa mtaa, bali alikuwa na uwezo wa kuwa afisa ubashiri. Alijitosa kwenye dunia ya ubashiri kwa umakini mkubwa. Alienda kwenye maduka ya kubeti na kuanza kuangalia mechi kwa undani zaidi, kutafuta alama za ubashiri zinazohusiana na timu, wachezaji na hali ya hewa. Alijua kwamba kubeti sio mchezo wa bahati, bali ni vita ya akili. Kaboba kwa msisitizo akasema, leo nitajua ni nani atashinda. Hii ni safari yangu ya pili ya milioni. Nataka kuwa afisa ubashiri, sio tu mtu wa kubeti kwa bahati. Nataka niwe zaidi ya Sativa hapa Bongo, na dunia nzima inijue Kaboba. Ushindi wa kwanza ulikuwa tu mwanzo. Kaboba alijua kuwa maisha ya ubashiri hayaishii kwenye tiketi moja. Alijitahidi kuelewa mitindo ya mechi, alienda kwa makocha wa timu na akaanza kufanya utafiti mzuri wa hali ya wachezaji na kila kitu kinachohusiana na mechi. Zile tiketi ndogo za 5,000 zilikuwa zimekuwa milioni. Kaboba alijua kuwa sasa alijua siri ya kubeti kwa akili. Lakini kama ilivyo kwa watu wengi, safari hii ilikuwa na changamoto kubwa. Hii ilikuwa simu kutoka kwa Adam. Kaboba alikimbia kwa haraka kwenda kumjibu Adam kwa sauti ya wasiwasi. Mzee, kuna jamaa ana ofa ya beti kubwa. Ana uhakika kabisa. Tusikie vizuri. Hii ni nafasi ya kipekee. Tufanye. Kaboba akiwa na wasiwasi. Adam, najua tunapozungumzia, lakini siwezi kuingia kwenye mchezo wa hivyo. Najua kuna mapenzi kwenye bets, lakini nataka kuchukua njia yangu mwenyewe. Kaboba alikubaliana na Adam kwa namna ya busara, lakini alijua kuwa kujiingiza kwenye ubashiri wa namna hiyo kutamletea hatari. Alikumbuka maneno ya Swedi, usifanye kitu cha hatari kwa tamaa ya haraka. Kila jambo lina wakati wake. Mechi 2 zikamalizika kwa ushindi mkubwa kwa Kaboba. Aliweza kubashiri kwa ufanisi, lakini alijua kuwa bado alikuwa katika vita ya akili. Kama alivyosema, safari yake ilikuwa mbali zaidi. Kaboba akizungumza kwa matumaini. Safari hii itakuwa ya kipekee. Nitakuwa afisa wa ubashiri na sio tu mtu wa bahati. Hii ni nguvu ya akili. Lakini Kaboba alijua kuwa sio kila mchezo utakuwa rahisi. Kila ushindi una changamoto zake na kila hatua mbele ina hatari zake. Safari ya Kaboba kama afisa ubashiri ilikuwa ikichukua mwelekeo wa hatari, lakini aliendelea mbele, akijua kuwa kutimiza ndoto yake ilikuwa lazima. Itaendelea. Usiache kusubscribe, like, share, comment kisha bonyeza alama ya kengele kuwa wa kwanza kupata simulizi nzuri mpya kama hii. Asante.